Siku kadhaa nilionyesha odds ambazo unatakiwa kuziogopa na odds ambazo hutakiwi kuziogopa, lakini pia nilitoa mwongozo jinsi gani unaweza kuzifahamu mechi fulani na zinatoa matokeo gani. Na imani video hii itaenda kukunufaisha sana. Cha msingi ni kuifuatilia kwa makini mwanzo hadi mwisho. Usipitwe na chembe yoyote ya kipande cha hii video. Na imani itakunufaisha sana. Amini ninachokuambia. Amini ninachokuambia itakunufaisha sana. Lakini pia usiache kusubscribe hapo chini ya video ulipoandika subscribe. Lakini pia unaweza ukacomment na kutoa maoni ama tatizo ambalo linalokusumbua wakati unafanya uchambuzi ama prediction kwa lugha rahisi kwenye kubeti. Umeona? Sasa tutaenda hatua kwa hatua, niende nikakuonyeshe jinsi gani unaweza kuzitambua mechi ambazo zinakuwa na matokeo ya tofauti. Hii ni website ambayo ilitumika kufanya utafiti na kuweza kugundua mechi gani ambazo sio mzuri, lakini pia mechi gani ambazo zinazofaa. Mfano wa kwanza, ili uweze kufanya uchambuzi ama kupata matokeo ya beti yako, lazima uwepo unajua performance ya mechi zilizopita. Ana performance mzuri, ana performance mbovu. Huwezi kukurupuka tu bwana mimi nampa labda Livo Galatasaray bwana mimi nampa Inter. Huwezi kukurupuka. Kwa nini umpe Inter? Unampa Inter kwa sababu unaamini kwamba ana performance mzuri na anacheza vizuri. Umenielewa sijui? Kwa hiyo performance unaangalia vipi? Unaangalia kulingana na mechi ambazo zilizochezwa. Sawa. Lakini kuna hatua nyingine ambayo nilikuelekeza kwamba hii ni application ambayo imesababisha mimi niweze kufahamu mechi gani ambazo zinakuwa na ukakasi na ninaweza nikazikwepa hizo mechi. Hii ni website kwanza inaitwa Foribet. Nilichofanya niliingia hapa juu. Umeona kwenye hii kalenda hii. Nilipoingia hapa juu nilirudi nyuma, umeona hapa? Nilirudi nyuma siku 3 kabla. Mfano hii tarehe 31 nikagusa okay hapa. Umeona nilivyogusa okay niliangalia mechi gani ambazo zinatoa matokeo fulani. Yaani ni kufanya utafiti. Unaweza kuona kuna mechi hapa utaweza kuona ya Arsenal ina 1.53. Kuna mechi ya Bournemouth ina 2.15. Japokuwa hii inashuka, lakini ukiona odds kama japokuwa inapanda na kushuka, lakini odds kama hii mara nyingi unapokutana nayo basi usihofie. Lakini pia unaweza kukuta imeshuka hapa. Umeona imetoka kwenye 2.15 1.53. Ina maana ina asilimia kubwa ya kufanya vizuri. Nyumbani 1.50. Utaweza kuona Chelsea na West Ham. Sasa hii hapa ilikuwa ni 1.50, lakini hii kuna muda nilikuta ni 1.60. Huwezi amini kuna baadhi ya mkeka nilimuomba West Ham apate goli moja na alipata, lakini niliangalia odds hapa odds zinaonekana kwamba ilikuwa ni 1.50, na ndio maana hata tunaweza tukaona kwa kiwango kikubwa aliweza kufanikiwa. Lakini kwa mbinde, ina maana ni kipindi cha pili alishinda Chelsea. Tutarudi nyuma, tutaweza kuona kuna odds hapa ambayo ilifanikiwa ni 1.80, na mimi nakwambia miongoni mwa odds ambayo pasi kuiogopa nyumbani ni odds hii 1.80, 1.70. Angalia hapa 1.80. Hata kama utakuta 1.80 imefeli, 1.70 imefeli, lakini mimi nilichofanya nimeangalia kwa asilimia kubwa ni mechi gani ambazo zinatoa. Unaona hii nyingine 1.70. 1.70 ya nyumbani. Umeona hicho kitu? 1.70 ya nyumbani. Nimekwambia tutashuka huku chini. Kuna nyingine ambayo hiyo ni 1.40. Hii pia nayo inakuwa na matokeo mazuri, isipokuwa itokee tu mifumo ya mechi. Umeona? Kwa hiyo hapa tukiangalia mechi za kwanza ambazo unatakiwa kuzipa kipaumbele ni 1.70 ya nyumbani, 1.80. Tunaweza tukatoka hapa, tuingia mfumo hiyo wa mechi. Nilikwambia 1.40. Unaona hii? Hii mara nyingi na score. Umeona 1.40, lakini 1.80 ile tuliyozungumzia. Yaani kuna 1.80 tu. Kuanzia 1.70 isifike 90. Ikifika 90 mara nyingi inakuwaga ngumu sana. Umeona tutatafuta zingine. Yaani asilimia kubwa hizo zinatoaga matokeo. Hii bado haijaisha. Sasa ile hii hapa bado haijaisha. Ile ya West Ham ilikuwaga 1.61 kama unavyoona 60. Na ndio maana nilipata ushawishi wa kuweza kumuomba West Ham apate goli moja. Niliangalia odds nyumbani. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unatakiwa kuvifanyia utafiti sana. Mfano utaweza kuona hii 1.48 mpaka dakika 62 anaongoza. Yaani hata kama akifungwa, lakini huwezi kuchambua tips za namna hii ukawa unafeli mara kwa mara. Na hata mechi ukiona ukichambua, ukiona kwamba mechi inatoa na odds yake ukiona inatoa 1.40,
basi kwa kiwango kikubwa inakupa mafanikio. Kuna hii moja ya 65 utaweza kuona mpaka dakika 23 bila. Kwa hiyo utaweza kuona hii moja ya 63 na nilikwambia kule jana Chelsea kuna muda alipewa moja ya 63 nikaingia nikamwomba West Ham na ndio kilichopatikana. Utaweza kuona huyu amepata goli moja. Kwa hiyo huu ni utafiti ambao niliufanya nikaja kugundua kuna baadhi ya tips ukiziweka zinakuwa zina fanya, japokuwa ni uchambuzi haimaanishi kwamba ni lazima kitokee hicho, yani usilazimishe. Kwa mfano hapo utaweza kuona huyu alikuwa na odi 3 lakini mpaka dakika 69 anaongoza. Na maana hii ni mechi ngumu. Na nilikwambia odi moja ya 90 na kuendelea huko mechi zake zinakuwa ngumu. Moja ya 40 unaweza kuona dakika 69 anaongoza 48. Kwa hiyo moja ya 40, moja ya 80, moja ya 70 ni tips ambazo zinakuwa vizuri. Umeona? Hii mechi ukiona moja ya 30 mechi haijaisha, lakini hii mara nyingi mechi ya 30 waga inatoaga magoli mengi, lakini pia inatoaga hata both team to score. Umeona? Hicho ndo kitu ambacho leo unahitajika kuzingatia. Kuna mbinu nyingi sana ambazo nazitoa katika chaneli hii. Hakikisha una subscribe. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Kuna baadhi ya mechi utakiwa kuziogopa. Utakiwa kuziogopa kabisa. Ambazo tumezungumza ni moja ya 40 ya nyumbani sio ugenini. Na ukiona moja 40 ya ugenini, yani jidhihirishie kabisa kwamba kweli anaweza akapata matokeo. Lakini mara nyingi hizi mechi haimaanishi kupewa odi ndogo moja 40 kwamba ana uhakika mkubwa. Hapana. Yani hizi ni zinawekwa tu. Kwa anaweza akakuwekea moja 40 lakini hii ikawa ni 90% ya kufeli. Kwa hiyo unaweza kuta unafeli moja 40 ya ugenini. Ila moja 40 ya nyumbani unaweza kukuta ndo ina 1% kubwa. Lakini mfano mimi hapa wameniwekea odi moja pia ya 80 hii ya nyumbani, lakini nikapewa odi moja ya 40 ya ugenini. Mimi ninaweza nikafuata ya nyumbani. Angalia sasa, ya nyumbani ina odi kubwa lakini ya ugenini ina odi ndogo. Lakini mimi nifuata ya nyumbani kwa sababu nimeona kwamba inaweza ikapata mafanikio. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo nilitumia mimi kufanya utafiti, na wewe pia mdau, hii ni mbinu ambayo nakuelekeza unaweza ukaitumia kufanya utafiti. Fanya utafiti. Utaweza kuona hii nadhani tumeonyesha video za back moja ya 70. Hii nyingine ndio yetu iliyofeli. Tutaweza tukaangalia tukatafuta nyingine. Moja ya 30 nilikwambia GG. Sema hii ya ugenini. Moja ya 30 ya ugenini. Na nadhani kwenye masomo yaliyopita nilikwambia ina 1% kubwa ya kutoa. Kwa hiyo leo nimekuja kuzungumza hizo kadhaa. Ukisubscribe basi video zinazofuata nitaendelea kuelekeza mbinu zingine. Utaweza kuona moja ya 70. Yani mara nyingi huwa haikunyanyasi. Odds moja ya 70, odds moja ya 80. Hiyo wamepandisha au wameshusha, hiyo wamepandisha au wameshusha, lakini kama utakutana nayo hiyo mechi ikawa imeganda kwa kiwango kikubwa, inatoa mafanikio mazuri. Hii unaweza kuona hapo moja ya 85 hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo. Na hapa tunaweza tukasema sifanyi utabiri, wewe unatakiwa ufanye mwenyewe uchambuzi. Mimi nimekupa tu mbinu. Hakikisha una subscribe katika channel hii kuendelea kupata update mbalimbali ambazo tutakuwa tunatuma kila siku. Asanteni sana na muwe na siku njema.